Na hii hatua ya kwanza ni kuwaelimisha wanawake. Hatua hii ya kwanza ni wanawake wenyewe kukubali jambo hilo la kupata elimu ya kutosha na elimu sahihi juu ya Uislamu. Hatua hii ya kwanza ni kuwafanya kina mama wa Kiislamu wawe weledi na wajuzi wa namna ya kuufundisha Uislamu kwa watoto wao. Kwa hiyo kuna haja kubwa kabisa ya kuwafundisha wanawake elimu sahihi ya dini, ikiwemo akida, wajue akida ya Uislamu sahihi ni ipi, ili wao waanze kazi hiyo kwa watoto wao pale nyumbani, sababu mazingira huku nje yanazidi kuchafuka. Lakini pia hatua hii ya mwanzo ni kuwafanya kina mama wakijue kitabu cha Mwenyezi Mungu vizuri, kukisoma, kukitafsiri na kukifanyia kazi, ili katika kukijua vizuri, kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, waanze kuwa walimu wa kwanza wa watoto pale nyumbani. Kukijua vizuri kitabu cha Mwenyezi Mungu katika kutafsiri, wawe watekelezaji wa maagizo ya Mwenyezi Mungu ya kwanza pale nyumbani, wakiwaelekeza watoto na wanafamilia wengine. Wawe wajuzi wa kitabu cha Mwenyezi Mungu kukifanyia kazi, wawe watekelezaji wa hatua za Mwenyezi Mungu za kisheria zinazotakiwa kama wasimamizi pale nyumbani, hatua ambayo itaanza kurekebisha nyendo ya familia za Kiislamu kutoka pale nyumbani, kutoka hatua za mwanzo. Kwa mfano, kama familia ina watoto wa kike hawakutambulishwa umuhimu wa kujistiri na kuvaa hijabu wakiwa watoto wadogo, inawezekana kuwalazimisha jambo hilo wakiwa wakubwa, ikawa ni kazi kubwa sana. Mufti wa Saudia wa kipindi kilichopita, Ibn Baz, aliulizwa, hivi upo wajibu wa kisheria wa mtoto wa Kiislamu kuvaa hijabu naye ni mtoto mdogo? Akasema wajibu wa kisheria haupo, lakini umuhimu wa kisheria upo. Umuhimu wa kisheria, mtoto anahitaji kupewa malezi. Sasa aanze kulelewa kwa kufundishwa na kuonyeshwa umuhimu wa kujistiri na kuvaa hijabu toka akiwa mtoto mdogo. Hii ni kwa kuzingatia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanayosema, murru abnaakum bisalati bisab'i, waamrisheni watoto wenu juu ya sala wakiwa na miaka 7. Miaka 7 mtoto hajawa baligh, hajawa na wajibu wa kisheria wa kuswali, lakini Mtume anasema muamrisheni huyo mtoto akiwa na miaka 7. Wadribuhum bil ashri, wapigeni kabisa kama hawataki kuswali wanapofikisha miaka 10. Inawezekana kabisa bado miaka 10 mtoto hajafikia kuwa baligh kiasi kwamba anawajibika kisheria kwenye jambo hilo. Kwa nini tumlazimishe mtoto huyu jambo hili? Hayo ndiyo malezi. Huko ndiko kumtayarisha mtoto kimalezi, ajue umuhimu wa swala akiwa mdogo. Hata siku wajibu wa sala ukifika kwake, msukumo wa kitabia na mazoea aliyofundishwa kutoka mwanzoni awe anatekeleza. Lakini pia sala ina mambo mengi, kwa hivyo aanze kujifundisha akiwa mdogo, ajue suratul Fatiha inavyosolewa vizuri, ajue tahiyatu inavyosoma vizuri, ajue rakaa katika sala vizuri, ili wakati wa wajibu ukifika anatekeleza mambo hayo kwa ukamilifu. Sio wakati wa wajibu umefika
anaanza kujifundisha surati al-Fatiha. Anajifundisha surati al-Fatiha, wakati huo anatakiwa aswali. Hajaijua surati al-Fatiha, lakini sheria inamtaka aswali, na akishindwa kusali kwa ukamilifu, na tatizo likiwa ni la malezi aliyopitia, kosa hili ni la wazazi. Kosa hili ni la wazazi. Sasa swala la malezi kwa vijana wetu wadogo ni jambo la muhimu sana, na kama nilivyosema, mwanadamu yeyote wa sasa anapitia hatua ya kimalezi ngumu kidogo. Sisi kimsamiati tu tunaamua kubadilisha, lakini jambo lenyewe lina dhana ya namna moja. Ng'ombe anazaa, mwanadamu anazaa, lakini tunaona mwanadamu tusiseme kazaa, tuseme mwanadamu kajifungua. Naeleweka vizuri kutofautisha tu na ng'ombe, lakini mwanadamu anazaa, ng'ombe anazaa. Mama ng'ombe akishazaa anampa mwanae dakika 45 mpaka saa nzima. Kwa lugha yao anamwambia mwanangu twende. Hana mbeleko, hana msaidizi nyumbani, naeleweka vizuri, wala haendi kliniki hata siku moja. Hata akizaa mtoto wake akiwa mlemavu, yeye atakachomwambia tutwende. Na huyu mtoto akishindwa kuinuka kumfuata mama yake, kosa ni la huyu mtoto. Kwa nini uinuki umfuate mama yako? Chuchu zake ziko pale, haangaiki kutafuta kitambaa kusafisha, wala haangaiki kusema maziwa yangu yanatoka au hayatoki, ili mwanangu atapata au hapati. Yeye kaweka maziwa pale. Ukitaka kuja kunyonya nyonya, ukuja kunyonya shauri yako. Huyu ni mama ng'ombe. Lakini mama mtu, mama wa mwanadamu, akimwacha mtoto wake kwa masaa mawili akamwambia twende, huyu mama atakuwa na akili sawa sawa? Sio masaa mawili, siku 2 amwambie mwanangu twende, atakuwa na akili sawa sawa? Sio siku 2, wiki 2 amwambie mwanangu twende, huyu mama mzima huyu. Sio wiki 2, miezi 2 amwambie mwanangu twende, huyu mama mzima. Unaona tatizo la mwanadamu vile lilivyo. Mwanadamu anataka kuangaliwa kwa karibu sana kuliko ng'ombe, na akiachwa na mama yake kama ng'ombe anavyomwacha mwanawe, atakufa siku hiyo hiyo. Kwa hivyo mwanadamu anahitaji umakini mkubwa, huruma kubwa sana, nidhamu kubwa sana. Na huyu mama katika kipindi hichi cha kutoka mtoto siku anazaliwa, hata kama mumewe ambaye ndio baba wa huyo mtoto alikaa miaka 20 na mkeo hajapata mtoto, alafu akampata mtoto huyo wa mwaka wa 20, mtoto huyo wa siku 2, huyo baba yake akijitahidi sana kukaa na huyo mtoto labda dakika 40, ukimwachia siku nzima umeenda kusuka, ukirudi na ugomvi, mtagombana siku ile. Mtoto ni wako wake na anamtafuta kwa miaka 20, lakini bado baba huyu hawezi kuwa na huyu mtoto. Mahitaji ya huyu mtoto huyu baba hayawezi. Mahitaji haya kimaumbile Allah subhanahu wa ta'ala amemtayarisha mwanamke, mama wa mtoto huyu, ndiye anaweza kumudu. Na wataalamu wanatuambia mtoto huyu akishazaliwa, lishe nzuri na bora katika kipindi cha miezi 6 sio kingine chochote isipokuwa maziwa ya mama yake. Ndiyo lishe bora inayoweza kumkuza na kumpa afya ya mwili, maziwa ya mama yake. Sio fedha alizonazo baba yake aagize maziwa ya ngamia kutoka Saudi Arabia. Hapana, maziwa ya mama yake. Utaona nafasi ya mama katika makuzi ya huyu mtoto. Utaona nafasi ya mama katika usalama wa huyu mtoto. Sambamba na mengine yote yanayofuata, mtoto huyu atamtegemea sana mama yake kupata kila hitajio la awali, ikiwemo ulinzi wa kisaikolojia. Huyu mtoto ili apate makuzi mazuri ya kiakili,
anamtegemea sana huyu mama. Huyu mama akigeuka kuwa katili kwa huyu mtoto ataanza kupoteza uwezo wake wa makuzi ya kiakili, makuzi ya kimwili, lakini pia hata makuzi ya kisaikolojia ataanza kuyapoteza. Na hata akikuwa atakuwa akiwa na mapungufu mengi kwa sababu amekosa malezi mazuri wakati wa mwanzo wa kuzaliwa kwake. Hili ni jukumu la mama. Hili ni jukumu la mama.